Ana mdogo wangu. Siwezi hata kimoja. Unajua nikwambie kitu? Wewe ni chanzo kikubwa sana cha matatizo pale nyumbani. Yule dada kazi yake kujipiga picha na kutoa ulimi nje kama nyoka. Yaani siku hizi wala anisalimii. Akusalimia umemzidi umri? Hujamzidi umri. Alafu tambua Kimwiba ni dada yetu ambaye mama alimchagua. Alimchagua wakati wewe ndio ulimchagua. Yule ni dhaifu, pesa hana. Unamjua mjomba akija anatulia pipi, biskuti na chips. Lakini hapa tumekalia tu drama za Kimwiba. Mdogo wangu, mimi niliamua tu na Kimwiba kwa sababu mjomba alikuwa na mambo mengi na hakuwa na muda wa kukusaidia. Mambo mengi gani? Ya kushinda kununulia pipi? Dada yako hawezi kukaa na watoto wadogo. Mdogo wangu, turudi nyumbani tukaongea naye na tukapata suluhisho. Niongee naye nini? Hata nikiongea naye hatanielewa. Mdogo wangu, njia ni ndefu. Alafu tuliza moyo wako. Si unajua familia ni muhimu? Familia? Familia gani? Familia ya mzaha mimi siwezi. Tazama ndege angani wanaimba na kucheza, zuzuzu wewe nyukilia, niliomba dua nami nipate wa kunipenda. Mungu tu aliye mwema amenipa wewe, nami ni Mungu wetu mwema. Kaka pale anaimba anajikuta vipi? Sasa ndio wangu ni kinachokuuma ni nini? Kama leo nataka mwambie basi. Wewe na usiwe hivi mdogo wangu, watu hawaishi hivyo. Dada shikamoo. Marahaba. Wadogo zangu mmerudi, watoto wa mama. Mmeshindaje watoto wazuri? Yaani tangu mama kasafiri, unajiona bosi. Nami siku simuelewi. Yaani sijakupendi, sijakuchukia. Nimejaribu kumuelewesha njia nzima mtu anabwata. Si ndio yote? Na kila mtu anapita kona yake. Mungu. Nipe uvumilivu. Unahitaji uvumilivu mkubwa sababu doka la kuanzisha nasa hivi ndani. Wewe tunamwona. Dada mimi nakula. Wako yapendeza Mungu tu. Hii picha inaonekana nzuri sana. Mimi kweli ni msanii wa ukweli. Msanii wa ukweli? Wewe ni msanii wa kupoteza muda. Hata ukienda studio wanakutimua. Una tatizo gani tena leo? Mbona kila siku uishi malalamiko? Tatizo langu ni wewe dada. Mama alikuita utushughulikie, sio kuangalia picha zako. Mjomba angekuja, ungekuwa tuna raha. Lakini wewe kila siku unatupikia ugali na maharage. Na mdogo wangu, hata angekuepo mjomba, asingekuwa na muda kukutunza kama na kutunza dada Kimwiba. Na ukimaliza kulalamika, unaweza kupunguza kelele. Na ikibidi uende ukalale ukue. Nipo hapa kwa sababu mama aliniambia nije kuangalia. Na kuhusu chakula, kama una malalamiko, unaweza kujifunza kupika mwenyewe. Wewe endelea na picha zako. Mimi naenda chumbani. Sitaki kuona uso wako tena.
Dada, wewe nando alivyo. Yaani unahitaji wewe mstamili sana kuishi naye. Yaani tofauti na hapo, hautaweza kuishi naye. Ni sawa, makelele yake nishayazoea. Lakini ni bora akalale, ahitimishe hasira zake kwa amani. Dada anaweza kutuelewa. Ikripu anachekesha jamani. Wale watumia marafiki zangu waangalie wacheke ongeza siku za kuishi. Jamani. Sasa umenivunjia mayai yangu. Wewe huwa uko makini barabarani. Unajua kabisa umebeba mayai. Kwani usiwe makini barabarani? Yaani kabisa wanasema kiurahisi. Yaani wewe uko unatembea huku una chati huku uangalie mbele. Shukuru umepasua mayai yangu, hujaingia kwenye shimo. Sasa na Yesu unajua bei ya mayai. Naomba pesa nikanunue. Njaa inaniuma niwahi nyumbani. Mimi sina pesa. Ila cha kufanya, nenda nyumbani mwambie mama, umejikwaa bahati mbaya mayai yamevunjika. Atakuelewa. Hivi unadhani wazazi wangu wanaenda za kuchezea? Esi nenda nyumbani kawaambie. Mayai yamedondoka bahati mbaya. Hivi dada unajielewa wewe? Kwanza dada jishikilie. Buku tu mayai. Nipa buku yangu niondoke nikanunue mayai. Makubwa haya. Kanichukue kama kananiweza vile. Sasa nakwambiaje? Mimi pesa ya kukupa wewe sina. Nenda nyumbani kamwambie mama nilivyokuelekeza, atakuelewa. Sasa cha kufanya, wewe nenda. Mimi pesa sina. Amani. Sasa babu tena nachelewa kupata mjinda mwenyewe. Na kama mwenyewe kuna yote imeisha. Mtu dukani tu kama vile kaenda kuenda bandani kusubiri kuku ataje. Pata mjinda mwenyewe. Ndio nafika sasa hivi. Haya mwenzetu, muda wote ulikuwa unasubiri nini huko? Au ulipitia wapi? Maana ulikuwa unadai una njaa. Kwenda dukani umechukua nusu saa yote. Usijali dada, kuna mtu alinichanganya. Nikaamua kufanya kazi ya ziada. Amekuchanganya usharibu huko. Yeye alitengeneza bomu na kutega. Mimi nikalipua. Nani mwenye makosa hapo? Kwa kimtazamo wa kimaadili, wote mnaweza mkawa mna makosa ila kwa viwango tofauti. Aliyetengeneza ana makosa ya kuweza kuunda kitu cha kuleta madhara. Pia kuchukua hatua ya kukitumia. Aliyelipua upande mwingine ana makosa zaidi kwa kuchochea madhara moja kwa moja, lakini ategemea na tukio. Karibu. Ingia, mlango uko wazi. Wewe mtoto, kabla tujavurugana naomba waachie wazazi wako sasa hivi. Wazazi wangu una shida nayo nini? Sasa kama unataka simu yako, leta 10,000, simu ipo bondi. Yaani
Wewe dada mwenye malingo na mwenye dharau zako hapa mjini. Wewe mtoto mnifuata paka huku. Kikuangalia anaonekana kwenye kundi la kumuelewa mtu. Lazima ukafunge bandeji hospitalini. Nipo talielewa kosa lako. Utanifanya nini? Wewe mtoto mdogo ulingani na mimi. Nenda kacheza watoto wenzio huko. Sawa, silingani na wewe. Lakini nitakufanya hivi. Mtoto nipa simu yangu wewe. Dada samani. Pia pole sana. Msamehe bure mdogo wangu. Na kuhusu wazazi wake hawako, wamesafiri. Wamesafiri? Sawa, mtajua mnafanyaje. Ila huyu mtoto mimi namfunga. Kwa sababu kachukua simu yangu, nyuma ya kavu kulikuwa na 100,000. Na simu yangu ina thamani ya 400,000. Na usafiri pamoja na matibabu ni 1,150,000. Jumla ni 650,000. Sasa mtanilipa hiyo hela. La sivyo namfunga huyu mtoto. Ila huyu dada ana njaa nyingi. Eti jamani, kwa sura ya kumiliki 600,000 ile. Hapo alipo hana time. Eti kwenye kava kulikuwa kuna 100,000. Sasa nichanganye, nipeleke polisi nikupe kesi. Nyuma ya kava kulikuwa kuna sindano moja na kiwembe. Alafu ukizingatia mahakamani, watoto wanasikizwa zaidi. Dada, usikuze mambo. Huyu ni mtoto mdogo. Cha kuzingatia ni namna tu ya kugomboa simu yako. Yaani wewe dada unaongea kirahisi tu. Ujui ni mambo gani mimi napitia. Ulivyonivunjia mayai yangu, ulidhani nitakula nini? Twende tukachukue simu yako. Kuhusu gharama za hospitali, nitaongea na wazazi wake. Ujue hiyo hela mimi nimekopa mpaka nimefika hapa. Kwa hiyo cha kufanya, hiyo hela mnipe mapema nikamnipa huyo mtu. Kanipa siku 2. Na nyanyuka tena tukachukue simu ya watu. Mtu na dada yake ametoka out, wameniacha. Out yenu inaendeleaje? Kesha haribu huku ndugu yako. Kapiga dada watu mawe. Kumpiga mawe kaona haitoshi, kachukua na simu yake kaenda kuiweka bondi kabisa. Hivi na mdogo wangu, tazeni vituko vyako. Yaani aka hasikaelewi. Yaani mimi ujue ninachoka. Na sio hivyo tu. Hapa tulipo tunadaiwa hela za gharama ya matibabu pamoja na usafiri 1,500,000. Mimi hata sielewi nafanyaje. Sasa cha kufanya, ninampigia simu mama yenu ili muongee naye wenyewe. Maana mimi nimechoka, mimi mnaniumiza kichwa. Ninajua hata kwa nini nilikuja hapa. Kumbe hata angekuja wewe mjomba wenu mngekuwa mnamsumbua yeye. Mnanitisha nipo kichwa kinaniuma, mnanijaza mambo mengi tofauti sana umri wangu. Nimechoka. Kwanza dada, mimi nahisi yeye anafanya boka hivyo kwa sababu wewe alikuwa hayupo hivyo mdogo wangu, na sio nao sasa hivi huyu. Na siku hizo mbadilika, na sijui kiburi unakipata wapi mdogo wangu. Hakana akili yaka. Yaani kamefanya makosa, bado kanajibu majibu ya hovyo, kanajikuta kamekua. Yaani hakana hata uoga. Yaani umtumie hata sielewi. Wewe mtoto ni mbegu gani wewe? Kwa kweli mama yenu ana kazi. Lakini najua kulanga. Nimpiga. Ona sama maneno yake. Wewe yatakukuta wewe mtoto, utakuja kusimulia, utawaweka wazazi wako matatizoni. Jiangalie sana. Mimi nafika mpaka hatua ninawaza hata asingekuwa mdogo wangu, yaani mpaka nakufuru. Unawashwa, hiko kidonda kikutoshi. Kwa mara nyingine, nitakutoboa jicho ili uwe chongo. Kaka epusheni ibilisi. Huyu haitwa Ndunja, anaitwa Na au Nadia. Tena jisikilie, kama hujui jina la mtu, uuliza. Usitaje majina yasiokuwa na nyuma wala mbele. Halafu hiyo pesa ni nyingi sana. Acha uongo. Bandage ni 3,000, hela ya pikipiki ni 1,000, na hizo dawa haifiki hata 15,000. Ya kukusaidia tutakupa 20,000. Kama utaki hatukupi kitu, wewe endelea kunengeneka.
Na mdogo wangu, hizo dharau zako na vituko vyako havitakufikisha popote, bali vitakuacha katika majuto. Alafu baada ya kuanza masomo, wewe unaanza kupiga hati na mawe. Ona sasa tunadaiwa. Kinachokuuma ni nini? Kwani wewe ndio ulopigwa? Lazima iniume kwa sababu pesa anazotoa mama si kwa ajili ya mahitaji yetu, bali ni ya kulipa madeni ya ujinga wako. Samia tu dada yangu, nilikuwa najifunza kulenga shabaha. Alafu nilikuwa nafundisha tena dharau na kisha 2000. Mkubwa ni mkubwa tu. Acha kujifanya mshindi na mtukutu. Kuwa makini na njia zako. Yaani kanitia hasara, namwambia kistaarabu bado ananionyeshia dharau. Afadhali angeniomba msamaha, ningemfikiria. Endelea na ujio wako. Siku moja utakuja kuyang'oa masikio yako asiyopenda kusikia. Yaani leo dada TANESCO amekuweza, umepoza mwenyewe. Leta story tupige. Yaani wewe ati mdogo wangu leo TANESCO amenikera. Yaani hawajawahi kunikera kama walivyonikera leo. Wamekata umeme toka asubuhi, afu simu yangu haina chaji hata jiwe moja. Yaani leo TANESCO amekuweza, sasa tungekuwa hivi. Na hicho kidogo kilivyosambaratika. Hivi wewe nao una nini wewe? Mbona kila siku wewe tu? Mimi nimekukosea nini? Mbona unapenda kuniandama sana wewe mtoto? Na kama una homework kalete hapa tuje tufanye, na sio kuongea upumbavu kama huo. Yaani leo simu yako imezima ndio nakumbuka homework. Siku zote ulikuwa wapi? Na kama unafikiri mimi sijasoma, unajidanganya. Nimesoma na akili zangu timamu. Nina diploma mdogo wangu. Nimekaa hapa nasubiri mambo yangu yakamilike, niende nikafanye kazi yangu. Siwezi kupoteza muda kubishana na mtoto mdogo kama wewe. Na kama huna homework unaweza ukaacha tu, sijakulazimisha na wala sijakubembeleza. Sijui unanielewa? Wa kusoma utakuwa wewe. Mbona masikolo mageni makubwa hayo? Na mdogo wangu, kama una swali unaweza kumuuliza dada. Leo dada ameamka na mudi zake, lakini wewe unataka umharibie. Hivi mdogo wangu unakuwa hivyo. Kama kwenye simu yake ajaza vichekesho vituko ni vya kwake na wewe havikuhusu. Kinachokuhusu wewe ni madaftari upate kujua elimu yako ya kesho. Lakini mdogo wangu umekalia utukutu na tena. Na leo tunalele yake ameamua kunichangia. Na sio kukuchangia tu. Wewe ni mtoto mdogo afu muda wote unawaza upumbavu. Shuleni hamna kitu. Unawaza mambo ya mtaani yamekujaa, kichwa kizima kimekujaa upumbavu. Wewe unajielewa kweli wewe? Hivyo yaumi ndani unasema na jamii pia inakusema. Unatakiwa ujisikie aibu mdogo wangu. Mimi moja comment I like hiyo. Yaani unafurahia upumbavu mdogo wangu. Shuleni hamna kitu. Kila siku wewe ni 000. Bora hata ungekuwa una perform shuleni ningekuona una akili. Lakini una perform mambo ya mtaani afu shuleni hamna kitu. Sugar meat. Na mizizi iko wapi? Ipo kwenye mti. Jinga sana wewe. Dada, mimi nina wazo. Tumpigie simu mama mwite mjomba aje. Hivi na mwingine unawazaga? Alafu hata mjomba angekuepo, asingeweza kutufuria, kutosha vyombo na pia hata kudeki ndani. Au unalopokaga tu. Basi sawa. Aje, awe na dada tupate vitu vyote kwa pamoja. Una mawazo mazuri lakini darasani hovyo tu. Mteni mpita amekuwa mtu wa pili darasani. Basi atupumue. Wewe unaona utukutu wako ndio kitu cha maana. Dada, mimi nina ndoto ya kuwa msanii mkubwa wa kimataifa kama Lupita Nyong'o aliyoigiza kwenye movie ya Wakanda. Ndoto zako ni nzuri lakini bila elimu. Basi nitajitahidi dada. Alafu baadaye tumuombe dada buku tukanunue ice cream. Sawa, lakini hata mwenyewe ni business.
Dada Mwiba, nakuona unapunga papa waini. Kibwana, huyu kidogo vipi? Dada, tuna homework. Homework? Ndiyo, tunaomba tusaidie. Na wewe leo nataka nikuelekeze. Ndiyo. Naona kiburi na jeuri hazina maana yoyote. Nakosa vitu vingi vizuri kwako. Leo ndio umetambua hilo. Nashukuru Mungu umekuwa mtoto mzuri. Ila kwa leo usijisikii vizuri, sitaweza kuelekeza. Nilijua. Diploma. Sijui diploma. Kama unaujiza kujisnap tu na kutoa lini nje. Na huko unapoelekea sasa nitakupiga. Acha nielekeze zangu.